Okay, hii ndio aina ya mpenzi, mchumba au mume au mke ambao unastahili kukaa naye mbali. Aina hii ya watu kaa mbali nao kama upo nao kwenye mahusiano. Kwanza, mtu ambaye ni kinyago cha wazazi wake. Yaani mtu ambaye hawezi kufanya maamuzi ya chochote kwenye maisha yake bila kushirikisha wazazi wake. Mtu wa namna hiyo kaa mbali naye. Hajakuwa huyo, hawezi kufanya maamuzi. Awe mwanamke, awe mwanamume. Pili, mwanamke au mwanamume mwenye historia ya kunyanyaswa na hajawahi kupona. Ana historia ya kunyanyaswa na hajawahi kupona, yani trauma. Na yule ambaye ana ndoa nyingi au mahusiano mengi yaliyovunjika. Ana historia ya kunyanyaswa, bado hajapona. Trauma ile ya kunyanyaswa ataileta kwako. Pili, ana ndoa nyingi zilizovunjika nyingi. Wewe ni nani sasa utamuweza? Kwa uwezo upi uliokuwa nao? Ana ndoa 15 zote zimeshavunjika. Ndoa yako ya 16 ndio itaweza? Kaa mbali na hawa watu, maana ni watu hatari sana. Tatu, mtu mwenye wivu na hasira za kupitiliza. Ana wivu na hasira za kupitiliza. Kukuchoma kisu ni dakika 0, lakini pia ni mbinafsi kupita kiasi. Tabia za kinazi, yani ni mbinafsi kupitiliza. Hawezi kukupa chochote. Hata akiwa na chakula kukupa ni ngumu. Akiwa na hela hawezi kukupa. Ukimuomba chochote utakachomuomba, hata ukiwa unahitaji msaada na ana uwezo kukusaidia, hawezi kukusaidia. Mtu wa namna hiyo kaa mbali naye. Next, mtu mwenye kupenda umaarufu kuliko kitu chochote, na yule ambaye anapenda kufanya kazi za umbea. Yani unakutana na mpenzi wako, awe wa kike au wa kiume, anapenda mno kufanya kazi za umbea. Yani yeye shughuli zake ni umbea. Umbea utoe huku au upeleke huku. Na siku hizi sasa kazi hizo za umbea zipo mtandaoni. Anafanya kazi za umbea mtandaoni. Karma will always come back. Ule umbea anaofanya wa kuvunja ndoa za watu, familia za watu, na kusababisha watu maumivu, yatarudi kwenu. Kwa hiyo kaa mbali na mtu ambaye anafanya kazi za umbea, iwe mtaani au kwenye mtandao, na anayefanya kazi za kupenda umaarufu. Anaweza kufanya chochote ili tu awe maarufu. Anaweza kujizalilisha kwa namna yoyote ili awe maarufu. Kaa mbali na mtu wa namna hiyo. Next, ni mtu mwenye marafiki wengi wa jinsia tofauti. Naomba nielezee. Yeye ni mwanamke lakini ana marafiki wengi wa kiume, yani marafiki zake karibia wote ni wanaume. Au yeye ni mwanamume lakini marafiki zake wengi ni wanawake. Kaa mbali na mtu huyo, kwa sababu ana tabia za ajabu. Huwezi kuwa mwanamke alafu marafiki zako wote ni wa kiume, au ukawa mwanamume na marafiki zako wote ni wa kike. Maana yake ni kwamba kuna tabia za fulani za kisirisiri unazozificha. Kaa mbali na mtu ambaye anahusudu opposite sex kuliko watu wengine, kuliko sex ya kwake, yani jinsia ya kwake. Mtu mwenye chuki za kupitiliza kwa jinsia tofauti. Yani yeye ni mwanamke, anawachukia mno wanaume. Akiwa popote anazungumzia maovu ya wanaume, mabaya ya wanaume, namna wanaume walivyokuwa watu wabaya, ndio kazi anayofanya muda wote. Na yeye kama ni mwanamume anawachukia mno wanawake. Wanawake wote ni malaya, wanawake wote si nini. Watu wa namna hiyo kaa mbali naye. Mtu ambaye ana chuki za kupitiliza kwenye opposite sex. Na hizo ndiyo point 6 za aina ya watu wa kukaa mbali nao kwenye mahusiano. Awe mpenzi, awe mchumba, awe mume au mke.